Kwa hiyo Biblia inasema hawa wanaoitwa wana wa Mungu ni wale ambao mchakato wa Roho Mtakatifu unaendelea kufanya kazi katika maisha yao. Na ndiyo maana nawaambia wokovu haujaisha bado. Wokovu unafanya nini? Unaendelea. Kwa hiyo usimkatie mtu tamaa as long as anaishi. Kama unanisikia nipungie mkono. Yaani usimkatie mtu tamaa as long as anafanya nini? Kwa sababu swala la kuwa mwana wa Mungu ni mchakato unaoendelea. Na hii inatokana na utambulisho wa wale waliokubali kuipokea kafara ya Yesu msalabani. Na ndiyo maana Biblia yenyewe inasema, niye wenyewe tazameni, shangaeni, angalia udhaifu tulionao, angalia changamoto za maisha tunayoyapitia. Si mnaona hata nyie wenyewe tumekaa hapa kiasi kwamba mtu akija akawatazama, akiwaona hivi, anawaona wote mnaenda mbinguni. Na hata hivyo kweli wote mnaenda wapi? Mbinguni. Lakini hapa ndani kuna mtu amekaa hasemeshani na mwenzie. Halo? Hapa ndani kuna mtu amekaa anamtakia mwingine mabaya hadi kutaka afe. Yaani anakwambia, yaani mimi nikimuona huyu mtu natamani afe. Yuko hapa na yeye anaimba mwangaza ulio mzuri. Sasa wewe hebu angalia katika huo mchakato, unastahili kuitwa mwana wa Mungu? Mimi nawauliza, unastahili? Kuna mtu yuko hapa, huyo ambaye Biblia inajivunia ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, yuko hapa hajatoa zaka, na hii zaka yetu anataka akafanyie mambo yake baadaye. Ndio maana Biblia imeanza na neno tazameni, yaani maana yake behold. Wewe mwenyewe shangaa, umempa nini Mungu akupende, akuite wewe mwana wake? Ndivyo tulivyo. Kwa nini? Kwa sababu asili yetu sisi sio kwa masoko wala kwa kitu kingine. Asili yetu ni kwenye wazo lililojengeka katika akili ya Mungu mbinguni. Kwa ana haki ya kutuita watoto wake, wana wake. Hapo nimeweka hyphen katikati ili nisiseme wanawake kwa maana ya jinsia, wanawake kwa maana ya waliokombolewa na Kristo. Sasa anasema mtu yoyote hawezi kuwaelewa ninyi mlivyo kwa sababu hamtambui Mungu.